ushawahi kujiuliza ni kwa nini makosa yote ambayo tunaifanya kama binadamu, kwa mfano tunaua, kwa mfano tunabaka, kwa mfano tunaiba, kwa mfano tunadhulumu, ni kwa nini makosa haya ambayo tunayafanya sisi kama binadamu, makosa ambayo ninayafanya mimi, lakini ninasema shetani ndo ni mwenye makosa. Nasema hii makosa ambayo nimeyafanya mimi, ni shetani ndio ameyafanya hii makosa ambayo nimeyafanya mimi. So katika video yangu hii nitakuja kukuelewesha kwa nini nimesema wewe ni Mungu na wewe ni shetani. Kwa sababu waumini wengi ambao wanaingia kanisani, yoyote ambaye anaingia kanisani, muumini yoyote ambaye anaingia kanisani, anaamini Mungu ndo kitu ambacho ni cha muhimu kushindia shetani. Anaamini kumwabudu Mungu ni kitu ambacho ni kitu cha kwanza ambacho mwanadamu anapozaliwa ama anapoumbiwa ni lazima amuabudu na kumuomba Mungu ama Yesu kwa mfano. Ni lazima amuombe Mungu ama Yesu kwa mfano. But wanasema shetani huyo kanae mbali. Huyo ni mtu ambaye ukimuona kemea shetani. Yani huyo ni kama mtu wa vita. Yani ukimuona kanyaga ponda. Ndio maana kuna nyimbo nyingi zinaimbiwa za kumtusi shetani. Nyimbo nyingi zinaimbiwa za kumshusha chini shetani. Kwa sababu katika Biblia ilituambia shetani alitupwa duniani kwa makosa na madhambi yake. Sasa leo nitakuja kuonesha kwa nini wewe, ndugu mpenzi mtazamaji, wewe ni Mungu na wewe ni shetani. Cha kwanza ambacho inabidi uelewe, makosa ambayo unayafanya wewe, hiyo sio makosa ambayo shetani anayafanya, hapana. Ni makosa ambayo yanatokana na wewe. Sasa unaposema shetani ndo ametuma nimefanya hii makosa, hapo unakuwa haueleweki. Kwa sababu nimekushuhudia wewe ukifanya maovu. Nimekushuhudia wewe unafanya madhambi. Nimekushuhudia wewe ukiiba. Nimekushuhudia wewe ukibaka. Sasa unaniambia shetani wa wapi? Unataka kuniambia shetani alikuingia, yana akakufanya wewe poyoyo, kiziwi, hausikii, hauoni, yani akakuingia, akachukua mwili wako, akafanya hayo madhambi, na wewe ukuwa tu pale ndani aufanye chochote kile. Ni shetani anakukontrol. Mkiingereza wanasema anakukontrol, anakutumikisha bila wewe kufanya chochote chile. Hilo inakuwa haina uaminifu. Kwa sababu tukikuja kugundua katika Biblia walisema tumeumbiwa katika mfano wa Mwenyezi Mungu. Yani kila kitu kia duniani kimeumbiwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Minyama, vitu, nyumba, chakula, kila kitu ni Mungu kwa sababu kimeumbiwa kwa mfano wa Mungu. Unaona? So kama kila kitu kimeumbiwa katika mfano wa Mungu, maana yake shetani ni Mungu. Hata ule unamuita shoga ni Mungu. Japo tunapenda kuangalia matendo ya mtu pasipo kuangalia kitu ambacho kimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Kama sisi tuna uhakika kuna Mungu, tunamwamini Mungu na tuna uhakika kuna Mungu, maana yake matendo ambayo tunayafanya yote ni kwa mfano ya Mwenyezi Mungu. Iwe ni mazuri, iwe ni mabaya, yote ni kwa mfano wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila kitu kimeshaumbwa. Kitakuwa ni kizuri, kitakuwa ni kibaya, but kimeshaumbwa. Na kwa nini ninasema hivi? Kwa sababu katika duniani hakukuagi kitu kizuri ama kitu kibaya. Kitu kibaya kinatokana na wewe mwanadamu. Kitu kibaya na kitu kizuri kinatokana na wewe mwanadamu. Kivipi? Kitu ambacho wewe unaweza kaona ni kibaya, mie kwangu nikakiona ni kizuri.
Na kitu ambacho mimi naweza nikakiona ni kibaya, wewe ukakiona ni kizuri. Kutokana na nini? Kutokana na gisi tumekomalishwa, gisi tumekuwa maumbili gani tuliumbiwa katika. Kwa sababu kuna wamoja ni Waislamu na wengine ni wa Christian tunawaita. Wengine ni watu ambao wanamwabudu Mungu, wengine wanamwabudu sijui Hahim, Waslam, whatever, yani mtu yote ule ambaye wanamwabudu. Lakini chote bado ni kitu hichi kimoya. Kwa sababu gani? Ukikuja kuangalia ndani zaidi, kwa nini nimesema wewe ni Mungu na wewe ni shetani? Kwa sababu mwanadamu unafanya kitu kizuri na unafanya kitu kibaya. Na kama unaona mimi nadanganya, jichunguze ndani zaidi. Utagundua wewe mwenyewe unafanyaga kitu kibaya na unafanyaga kitu kizuri. Kivipi? Kwa sababu hauwezi ukajua kitu kibaya bila kujua kitu kizuri. Nionyeshe mwanadamu yoyote yule ambaye anafanya kitu kizuri bila kujua kitu kibaya. Ama nionyeshe mwanadamu yoyote yule ambaye anafanya kitu kibaya pasipo kujua kitu kizuri. Haitakuaga. Ndio maana nilikuambia wewe ni Mungu na wewe ni shetani. Kivipi? Kwa sababu Mungu hawezi kujijua yeye kama Mungu bila kuwa shetani. Na shetani hawezi kujijua yeye kama shetani bila Mungu. Maana yake yani Mungu na shetani ni vitu ambavyo vinatambulisha kizuri na kibaya. Ndio maana binadamu tunakuaga wazuri na tunakuaga wabaya kutokana na mtu ambaye tuko naye. Unaona? Unaweza kuwa na mtu mzuri, unaweza kuwa na mtu mbaya. Na wewe vile vile unaweza kuwa mzuri kwa huyu binadamu na kuwa mbaya kwa huyu binadamu kutokana na gisi unavyojisikia ndani ya moyo wako. Yaani gisi unavyojisikia ndani ya moyo wako ndo gisi utakavyo kufanya katika duniani. But haimaanishi wewe ni mbaya na haimaanishi wewe ni mzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe uliumbiwa kwenye mfano wa Mwenyezi Mungu na kuweza kupitia hayo yote, either ni mazuri ama ni mabaya. Kwa sababu nilivyosema, hauwezi ukajua kitu kizuri ama kitu kibaya. So itabidi wewe kujijua wewe ni nani. Kujijua wewe unasimama katika mstari fulani, ni lazima upitie vitu kama hivi. Hivi unanielewa ndugu wapenzi watazamaji? Nikupatie ingine mfano kidogo ili upate kuelewa. Yaani upate kuelewa ambacho ninachokiongea sasa hivi. Kwa sababu vitu ambavyo ninavyokuviongea sasa hivi vitaingia akilini mwako na vitaondoka. Kwa sababu ni vitu ambavyo haufundishwi kanisani.